إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من البدع ومن النار. عباد الله، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rehma na amani, na wausieni bila kuisahau nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa bado tuko katika ibada ya kusindikiza mwezi mtukufu, mwezi tuliokuwa nao hivi majuzi, ibada ya kusindikiza mwezi huu, tunaendelea kukumbushana katika maudhui ambayo tulianza wiki iliyopita, maudhui ambayo ni moja katika nguzo muhimu sana za dini ya Kiislamu. Wiki iliyopita tulizungumza maudhui ya kuhusiana na zaka, tukaeleza tashri'u zaka kufanywa ni sheria ilifanywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aya iliyoko ndani ya suratu Tauba. Mwenyezi Mungu yasema, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao zaka, tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume chukua. Kwa lugha ya Kiarabu, hili ni tamshi la Kiarabu ambalo lina maana ya fi'lu amri, kitendo cha kuamrisha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake chukua, alimwamrisha. Aya nyingi ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungamanisha swala na zaka, wa aqimu salata wa atu zaka wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Tulielezea kwa kirefu kuwa zaka ni nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu. Uislamu hauwezi ukaonekana, hauwezi ukatekelezeka bila nguzo hii. Japokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ni nguzo ambayo inafanywa na watu special,
lakini hawa watu special Mwenyezi Mungu akawaweka katika jamii. Kwa hivyo hakuna udhuru jamii iseme nguzo ya zaka kwetu haitekelezeki, hili haliko. Kwa sababu gani? Hakuna jamii ambayo haina watu wenye uwezo wa kutoa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal, alimwambia ukifika kule utakuta watu ambao ni wageni katika Uislamu, hadithu ahad, labda wamesilimu jana na juzi, wafundishe tauhid. Ukiwafundisha tauhid, wakijua tauhid, waambie kuna kuswali. Wakijua kuna kuswali, waambie kuna zaka. Katika zaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu sahaba, wakikusikiliza kuhusu swala na shahada na tauhid, waambie kuhusu zaka. Na zaka utachukua katika mali zao urejeshe kwa watu wao. Hii ni dalili ya kuwa hakuna jamii ambayo inakosa mtu mwenye uwezo wa kutoa zaka. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, zaka yachukuliwa kwa matajiri wao ikapelekwa kwa maskini wao. Yani kila jamii Mwenyezi Mungu amejalia wana watu ambao wataweza kutekeleza nguzo ya kutoa zaka. Tukaeleza zakatul fitr katika wiki iliyopita, iko ndani ya zaka, iko ndani ya nguzo hii ya kutoa zaka. Mafunzo yaliyoko ndani ya zakatul fitr ni mafunzo ya kuwa watu wote katika mujtama wajue umuhimu wa kutoa, wajue umuhimu wa kusaidia. Watu wote pia wawe katika daraja moja na kusaidiana. Tulimaliza zakatul fitr walillahi alhamd. Sasa tuko kwenye zakatul mal, zaka ambayo ni nguzo muhimu. Zakatul mal ni mali zipi ambazo zinafaa kutolewa zaka, na ni malengo yapi ambayo yako ndani ya kutoa zaka? Hii ndio hotuba yetu ya leo. Mali ambazo zinafaa kutolewa zaka ni mali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezibainisha katika hadithi zake sahihi, ikiwemo dhahabu, fedha na mazao na wanyama na vile ambavyo vinatokana na, yani mtu anaweza kuwa akafanya biashara. Kuna biashara ambazo zinafaa kutolewa zaka. Kuna mtu kuwa ameajiriwa, ule mshahara wake ni kiasi gani, kifika kiwango nafaa kutoa zaka. Kuna mtu ana biashara zake za kila siku, transportation, usafirishaji, kile kiwango kitaangaliwa. Kuna mtu ana biashara za nyumba, rental, kile kiwango kitaangaliwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha haya yote, bimaana hakuna jamii ambayo itakosa kutekeleza nguzo ya zaka. Mfano katika dhahabu na fedha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha akisema kuwa kitakapofikia dhahabu itakapofikia gramu 85 basi inafaa kutolewa zaka. Silva ambayo ndio fedha itakapofikia gramu 595 inafaa kutolewa zaka. Sasa ukitoka kwenye dhahabu na fedha utaingia kwenye biashara zingine. Sasa pesa, biashara, shahara, madini na kadhalika. Haya yote ambayo
Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha mpaka kwa wanyama wanaofaa kutolewa zaka ni ngamia, ng'ombe na mbuzi. Ngamia wakifika ngamia 5 mtatoa zaka ya mbuzi. Wakifika 15 tatoa ngamia mdogo wa kike. Ng'ombe wakifika 40 atatoa ng'ombe mmoja wa mwaka mmoja. Mbuzi kadhalika wakifika 45 atatoa mbuzi. Mahiya al-maqasid, malengo ni yapi? Mahiya al-maqasid, malengo ni yapi? Kiasi ambacho kwamba huyu pia ambaye ni mwajiriwa hajaachwa kando. Mtu ameajiriwa anapata mshahara kila mwezi. Je, ule mshahara wake unatolewa zaka? Naam, mshahara unatolewa zaka utakapotimiza masharti. Tutagusa masharti 2 matatu kutokana na wakati. Katika masharti ambayo sharti la kwanza na mtu kutoa zaka, ile mali iwe ni mali ambayo itazungukwa na mwaka. Yaani mtu akianza biashara yake ama akipata dhahabu na fedha, akipata mali kwa tarehe kama ya leo, tarehe 4 mwezi wa 4, tekana izungukwe na mwaka. Tarehe 4 mwezi wa 4 2025, itakapofika tarehe 4 mwezi wa 4 2026, yafaa kutoa zaka. Hili ni sharti la kwanza. Katika kutoa zaka, ile mali isiwe ni mali ambayo ina madeni ndani. Kweli imefika kiwango, aidha ni gramu 85 ama thamani yake imefika kiwango, lakini kuna madeni, lakini kumetokea dharura za kimaradhi, labda mtu ana mgonjwa hospitali, imefika tarehe 3 mwezi wa 4 2026, akiangalia kwenye zile akaunti yake, zile pesa zimepungua kwa sababu ya kumtibu mama yake, kumtibu baba yake, kumtibu mwanawe, kumtibu nduguye, itabidi zile pesa zipungue, kwa hivyo hazitatolewa zaka. Sasa haya ni katika masharti, izungukiwe na mwaka, ifike kiwango. Sasa malengo yake ni nini? Malengo ya zaka ni nini? Tunaambiwa na wanavyoni lizakati maqasid, malengo ya zaka ni mengi, walakin najma'uha, tutayakusanya katika sampuli 3. Sampuli ya kwanza, maqasidul khaliq min al-khalq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye muumba na yeye ndiye ametuteremshia sheria hizi, malengo yake ni yapi? Kutufanya sisi tuwe viumbe ambao tutamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia sheria zake. Malengo yake ni yapi? Lengo la kwanza, ikhlasul ibada, ni kutakasa ibada. Pale mja anapotoa zaka, kuna faida ya kutakasa ibada yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje? Wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisina lahu din, wakimfanyia ikhlasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakimtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zao. Ibada ya kutoa zaka, ikhlasi inakuja vipi? Si watoa tu, una pesa Mwenyezi Mungu amekujalia watoa, ikhlasi inakuja vipi? Kutoa si kazi rahisi. Kutoa, hata Waswahili wanasema kutoa ni moyo. Sasa huku kutoa, mtu anapotoa chake, pale kuna ikhlas, ameamua, amekitolea jasho,
amekesha, amekitafuta usiku na mchana, leo atoe tu kumpa maskini, mtu ambaye hata hamjui, labda ampe mtu mwenye madeni, hajui madeni yake aliyakopa vipi, alikuwa na shida gani, atoe tu. Mfano, tukadirie mtu kiwango cha zaka ni milioni moja. Milioni moja yatolewa 2.5 ambayo ni shilingi 25,000. Sasa mtu atoe 25,000 zake, yuampa mtu ambaye hamjui ila tu ni Muislamu. Hapa pana ikhlasi, hapa ikhlasul ibada. Kwa hiyo watoa 25,000 kumpa maskini ama fakiri ama katika zile grupu 8. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwa hii ni zaka, yuampa yule kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Sasa lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuamrisha tutoe zaka ni kututengenezea ikhlasi ndani. Si aghlabu mtu atoe pesa zake nyingi hizi halafu aende akajisifu mbele za watu, nimetoa zaka, nimetoa pesa ngapi? 25,000, si pesa kidogo, ala sabili mithali. Sasa hapa kuna ikhlas ndani, kwa anapofanya lile yuwafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La pili, ta'dhimu Allah jalla jalaluhu wa tawqiruhu fi man yutihi ta'i'an. Ndani kuna kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule mtu mwenye kutoa mali yake, aidha ni pesa ama ni nafaka, mazao amepata, mashallah, ni mchele, ni mahindi, ni maharagwe, akatoa kiwango katika mahindi au maharagwe. Manake hapa utoi pesa, umetoa mchele utatoa mchele, umetoa maharagwe utatoa maharagwe. Sasa fikiria zile dhiki ambazo mkulima yozipata, leo ajatoe al-ushri ama rubu'ul ushri, atoe kiwango kumpa mtu ambaye hamjui. Sasa anapofanya hivi kuna kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ta'dhimu wa jalla jalaluhu. Mtu anapotoa kile chake ayomtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah yataka kutukuzwa. Hiki ni kitengo cha kwanza cha malengo ya zaka, maqasidul khaliq min al khalq. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwataka kwetu tumfanyie ibada yeye peke yake. Kutoa pesa, kutoa fungu, kutoa mali, kutoa mshahara wako umesevu mwenyewe mwaka mzima, leo uje utoe tu wampa mtu. Hapa kuna kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kigawanyiko cha pili, maqasidul khaliq min at-tashri', malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika sheria hii ya zaka ni nini? Malengo ya kwanza, Mwenyezi Mungu aiwataka nini kwetu sisi kwa waja katika ibada ya zaka? Tumejua yataka vitu viwili, ikhlasu wa ta'dhim. Je, katika sheria hii ya zaka Mwenyezi Mungu anataka nini? Kaulu ulama, Mwenyezi Mungu katika sheria hii ya zaka yataka kama walivyosema wanavyuoni, darul mafasi wa jalbul masalih lil anam. Mwenyezi Mungu yatutakia sisi mazuri, hataki Mwenyezi Mungu tuishi vibaya, hataki Mwenyezi Mungu tupate tabu. Darul mafasid, kuondoa mafsada, kuondoa mabaya, kuondoa madhara na kuleta kheri kwa watu. Yani ile sheria ya zaka ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwetu, hii sheria lengo lake ni kuletea wanadamu mambo mazuri na kuwatolea shari. Kivipi? Mtu akitoa siwapungukiwa? La, mtu akitoa hapungukiwi.
yuongezewa barakatan. Mtu akitoa hapungukiwi, bali yuongezewa. Mtu akitoa yuwatengeneza mapenzi na wale wenzake ambao amewasaidia. Yule mwenye kupawa, kile alichopawa kitamuondolea dhiki na kumuondolea matatizo. Darul mafasid, darul mafasid wa jalbul masalih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwapenda tuishi vizuri, lakini tutakapopinga ama tutakapokataa sheria ya Mwenyezi Mungu ndio tutaishi vibaya. Kwa hivyo katika zaka Mwenyezi Mungu yataka tuishi vizuri, yaani hataki Mwenyezi Mungu tuishi kwenye shida, hataki Mwenyezi Mungu tuishi tukipigana, hataki Mwenyezi Mungu tuishi bila kupendana. Mwenyezi Mungu anataka tuishi tukipendana, tuishi kwa kusaidiana, tuishi kwa kuhurumiana, tuishi kwa furaha. Katika dunia kuna starehe, katika starehe ni kutekeleza sheria kama hizi, sheria ya zaka. Hili ni lengo ambalo liko katika sheria ya zaka. Lengo la tatu, maqasidul khaliq min akhdhi zaka. Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wenye kutoa, wenye kupawa zaka. Sasa la kwanza, tahqiqul adala. Katika jamii watu hawako sawa, katika mujtamaa watu hawako sawa, watu tunatofautiana. Sasa Mwenyezi Mungu yataka kutufanya sisi sote tuhisi kama tuko sawa. Saa zingine binadamu yuweza kumuona mtu amebarikiwa kwa gari nzuri, nguo nzuri, nyumba nzuri, akahisi kama ambaye, mbona mimi Mwenyezi Mungu hanipi? Kwani mimi ninamkosea nini Mwenyezi Mungu? Kwani mimi ninafanya makosa gani? Mbona fulani tu? Sasa Mwenyezi Mungu katika kusherehesha ama kufanya zaka ni sheria, lengo lake tuhisi kuwa Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Mwadilifu kivipi? Yule mwenye nacho ampelekee ambaye hana. Kwa sababu gani? Yule ambaye hana pia binadamu, yule ambaye hana pia na mahitaji, pia ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa ndani kuna uadilifu. Sasa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia nacho akakiziwia, ajue yofanya dhulma, ajue hana, si mwadilifu. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ametuumba sisi sote kutokana na Adam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhaqiqul adala, anafanya uadilifu. Vile almaswarif, zile grupu ambazo zinafaa kupokea zaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya uadilifu. Insha Allah tutaendelea katika khutba ya pili. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katika malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wenye kupawa zaka, angalia Mwenyezi Mungu aliposema innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilina 'alayha walmuallafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Hizi grupu 8
Hizi grupu 8 ambazo Mwenyezi Mungu amezitaja, kuna uadilifu. Wale wenye kupawa zaka watakapopawa katika maadili, katika hii kuangalia grupu hizi 8, ndani kuna kutekeleza uadilifu. Ndani kuna fakiri, kuna maskini, kuna aliyezidiwa na madeni makubwa, na kuna ambaye yuapewa ile zaka kwa sababu ya kutengeneza imani yake, na kuna ambaye amekatikiwa na safari, hana fare, hana pesa za kumfikisha safari yake, na kuna ambaye anjitolea maisha yake kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiangalia grupu hizi 8 wenye kupawa, kuna uadilifu. Halafu pili, tajannubu akhdhi karaimil amwali wa radhiliha, katika mafunzo na adabu za wale wenye kuchukua zaka ama wenye kutoa zaka, haifai yule mwenye kuchukua zaka akachukue ile mali ambayo ndiyo yenye thamani kubwa kwa yule mtu. Mfano, ana mifugo. Sasa yule mwenye kwenda kuchukua zaka akachukue ule mfugo ambao ndiyo mama, ndio umezaa watoto wote hawa, sheria hairuhusu. Ittaqi karaima amwalihim. Kwa nini? Kwa sababu ukichukua ile asli ama kile kizuri sana, utamtia unyonge huyu mwenye kutoa zaka. Itakuwa si dini, sasa ni kunyongeshana, na sheria hazikunyongeshana. Kwa hivyo hapa kuna uadilifu. Chukua ile mali ambayo ni ya kawaida, ili yule pia atakayepewa iweze kumsaidia kwa roho safi mwakani, na yeye atoe. Muraatu hajati alghani walfaqir maa, ndiyo kweli huyo anao uwezo wa kutoa zaka, lakini amepatikana na matatizo, amepatikana na mitihani. Mtamlazimisha atoe zaka? La, si Uislamu. Kweli uwezo anao, lakini amepatikana na mitihani. Familia yake ni wagonjwa na hana wengine wa kusimamia isipokuwa yeye. Kwa hivyo tamwacha asimamie familia yake, asimamie mtihani wake alionao bila kuchukuliwa zaka. Kasbul mali min haythu al-yusri was-suhula. Katika uadilifu, sheria inatufundisha, inatuonesha watu wajaribu kujifunza kuchuma mali kwa njia ya wepesi na njia ya halali. Bimaana ile mali ya haramu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitaki. Sasa ni mtu ajirekebishe, ajifunze, ajizoeze kuchuma mali ya halali kwa ajili ya kuwasaidia wenzake katika jamii. Sasa ukisema utasaidia wenzako na mali ya haramu, je, watarajia wale watafaidika vipi? Kizazi kinaendelea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kuwa nyama mbaya ni ile ambayo inaomea katika haramu. Kwa hivyo kulishana haramu haifai. Mtu aliyafanya bidii atafute cha halali ndio aweze kukitolea zaka. Kisha katika malengo tukimalizia, tahqiqu zakati at-takaful wa tarahu baina afradi mujtama. Zaka malengo yake ni kuhakikisha katika jamii kuna usawa. Katika jamii kuna usawa, sio kuwa yule ambaye anacho aonekane ni superior kuliko watu wengine. La, kiasi ambacho kwamba hawezi hata kuzungumza na wenzake, hawezi kukaa na wenzake, hawezi kutembea kwa sababu yaonekana yeye ndio mwenye mali, wengine hawana. La, jamii haitakikani kwa namna hii. Yatakikana jamii iwe na usawa. Ndio maana ikawekwa zaka, kwa mwenye nacho awape ambao hawana. Hata la yaisha alfaqiru baina alaghniya dhalilan, pia kadhalika yule ambaye hana, Mwenyezi Mungu hakujalia ajihisi na yeye ni binadamu. Ndio maana utakuta watu fika mahali akaamua kujiua, kujitupa baharini,
Kwa sababu gani? Hauna maisha magumu, yeye ni maskini, amejaribu huku na kule, hajabahatika. Sasa hili linasababishwa na matajiri. Kwa nini? Lau yule tajiri angetoa kisawa akampa huyu maskini, na yeye angejihisi kuwa na mimi nina faida katika jamii, kwa nini nijiue? Sasa sheria ya Kiislamu imetuwekea mipango. Tahqiqu zakati atawazun alijtimai, zaka katika malengo yake imebalance katika jamii, imebalance mujtamaa, tawazun alijtimai, kwa huyu aishi na huyu, huyu aishi na huyu, huyu aishi na huyu. Yani katika jamii si vizuri kuwe kuna mahali wanaishi mafukara tu, mamaskini tu, matajiri tu. Si vizuri. Kwa sababu ya haya malengo ya zaka, atawazun ijtimai, kuwe kuna mwenye kuhitaji, kuwe kuna mwenye nacho, kuwe kuna mwenye hivi, kuwe kuna mwenye hivi. Jamii yatakikana ishi namna hii, hata yuwaza ala akbar qadri min afradi al-mujtama. Na mwisho, tahsilul amwali min an-naqsi wa min al-afati wal kawarith. Katika malengo ya zaka ni kupata insurance. Nikisema lugha hii ndio itafahamika vizuri. Tahqiq tahsilul amwali min an-naqs, yani mtu akiwa na mali yake mara nyingi yuwataka ile mali isiharibike, ile mali isipotee, ile mali isidhurike, yani apate insurance. Sasa katika malengo ya zaka ni kumpa mtu insurance na mali yake. Kivipi? Yule mwenye kutoa, ndio maana ikaja sheria kuwa awape wale watu ambao wako karibu naye, pale ambapo yafanyia shughuli zake. Kwa nini? Yule mwenye kupawa akisikia tajiri aliyempa zile pesa amepatikana na mtihani, labda atakuvamiwa, yeye atakuwa mstari wa kwanza kwenda kumtetea, hatokubali. Sasa hii ndio insurance, hatokubali. Kwa nini? Alimpa zaka, amemtoa katika shida, alimsaidia. Sasa vipi akubali mali yake haribiki? Bimaana Uislamu unatutaka tuishi vizuri, tuishi kwa amani, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kujaliana na kulindana. Ndio katika malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika zaka. Inshallah kwa leo tutaishi hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika haya tuliyosema. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة واليهود والملحدين. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربي ألطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله، وأقم الصلاة.